Tuko kwenye kanisa la Kimbangu hapa mjini Uvira. Tumekuta shirika la Emergence Congo wakiwa pamoja na watoto wanafunzi wa shule ya msingi Hekima na miti mikononi. Ujambo kiongozi? Jambo ndugu mtangazaji, unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa Christophe Shalenge Lwala, mimi ni kiongozi wa shirika ambalo linaitwa Emergence Congo. Leo tunawaona mko hapa kwenye kanisa la Kimbangu. Mmekuja kuabudu? Hapana, sisi hatukuja kuabudu, bali tunakuja kupanda miti pamoja na watoto hapa kwenye kanisa la Kimbangu. Katika mradi gani? Hii ni mradi mtoto panda miti kwa ajili ya ulinzi wa mazingira. Malengo ya mradi huu ni kwamba tulichunguza kwamba hapa kwenye kanisa la Kimbangu huko tatizo moja ya mmomonyoko wa ardhi. Udongo iko naenda na ile miti inaweza kusaidia udongo usiende tena haraka na maji. Pia tuliona walijenga kanisa nzuri sana, lakini kuna wakati upepo ukivuma sana unaweza kubeba hata manjanja, kubeba hata kuangusha hata kanisa, na tunawaza kwamba ile miti inaweza kusaidia hata kwa ulinzi wa upepo. Na zaidi ya yote sisi tunapanda miti pamoja na watoto kwa kuona kwamba tuko tunaangalia jinsi majira au tunaita changement climatique mu lugha ya Kifaransa iko na sumbua sana, iko na sumbufu sana, lakini na sisi tunafanya kidogo kwa ajili ya kupiganisha ubadilishi wa hewa. Na aina gani ya miti ambayo tunapanda? Miti tunapanda hapa ni miti ya matunda. Ndani ya hiyo miti muna orange au njimu, muna pia ndreni na muna citro au ndimu chungu, na pia tunapanda miti ambayo inaitwa fomange. Ndio hii hapa. Hiyo miti inasaidia sana kwa hewa hapo kwetu kanisa, na pia itasaidia kwa kivuli kwa watu ambao watakuwa wako wanacheza jinsi Kimbangu wanapendaka kucheza, watakuwa wanacheza chini ya kivuli hapo. Na hii miti ili ifikie malengo itaomba miaka mingapi kwa kukomaa? Hii miti nawaza kwamba kwa miaka miwili tu watakuwa wanaanza ishi hewa ya hii miti, na kwa miaka miwili wanaweza kuanza hata kupata matunda, kuvuna matunda. Na kwa nini mlichagua kanisa la Kimbangu tu? Na nyinyi mnataka Maringa? Hapana, sisi ndio tunataka Maringa, lakini hatukulichagua kanisa sababu ya Maringa. Tulichagua kanisa kwa sababu tuliona kwamba sisi lengo letu kwanza ni kuona kwenye kuko kiwanja kinyi kinaweza kupandiwa kwa miti. Tuliona kanisa la Kimbangu lina kiwanja ambacho kiko wazi na kiko kinapelekwa kila wakati, na mmomonyoko ya ardhi siko naipeleka kila wakati, na ndio maana tukaona kwamba imetubidi sisi kuwasaidia ili kanisa libakie bila tatizo lolote. Na baada ya Kimbangu ni wapi? Baada ya Kimbangu tuko kwenye shule la msingi Nazarene na kanisa Nazarene, na baada ya Nazarene tutakuwa kuepe Amani na kuepe Mukula. Na kwa nini mnatumika na watoto? Tunatumika na watoto kwa maana mradi wetu ni wa kutumika na watoto ambao tunauita mtoto panda mti. Lugha ya Kifaransa tunaita un enfant un arbre, lugha ya Kiingereza tunaita one child one tree. Mtoto apande mti mmoja, anaukomarishe au chunge au mwangie maji ili upate kukomaa. Ujumbe ni kwamba tunaita watu wote wa Uvira kutusindikiza na kusindikiza pia hao watoto ambao wako wanapanda miti, kwa sababu tuliona kwamba ndani ya watoto unaweza kuja ulinzi bora wa mazingira, kuzidia sana sisi wazazi au wazee ambao tuliharibisha mazingira yetu bila kujua. Lakini wakati tunafundisha mtoto, tunahamasisha mtoto, tunamwelimisha na tunamfuatilia nyuma, atasaidia sana Kongo yetu ya kesho. Asante. Tunakuwa na wanafunzi hapa. Jambo dada. Habari za kwako? Kwa majina unaitwa? Angalia kule kwenye kamera. Dada Nohela Gisele, leo tunakuona huko na miti. Sababu ni nini? Nani alikwambia? Niliwaambia nini? Niliwafundisha nini kwa siku ya leo? Kwa hiyo leo mnafanya nini?
Waliwaambia ni aina gani ya miti? Aina kuna hizi. Wewe utakuwa unaitunga hii miti. Nani mwingine? Kaka jambo. Unaitwa nani? Angalia. Unaitwa nani? Exauce. Leo uko na mti, tunaona uko na miti, imetoka wapi? Bali bandia nini? Utaweza kulinda mimea? Kuna bwana mdogo mwingine hapa, habari za kwako? Hiyo micropatia. Majina? Kanyole, tunakuona tena leo uko na mtu kwa mara nyingine tena. Hebu tueleze bwana Kanyole, uko na huu mti uliutoa wapi na mumefunzwa nini kuhusu hii miti? Ulifunzwa nini? Hii miti tulifunzwa kuilinda na kuchunga vizuri ili minyama na watoto wadogo wasikuje kujaribu. Kweli? Sasa mtachunga namna gani? Kuchunga namna gani? Ukiangalia kila siku, kuitilia mavi ya mbuzi, kumwangia maji. Wazazi wako watakubali hivi? Watakubali. Hawataona kama ni usumbufu kwa sababu utakosha wafasiria? Ndiyo. Sasa wewe unaona kabisa hii miti itakuwa na manufaa gani? Mafaa gani? Hii miti mafaa gani? Mafaa ya dawa, ya chakula na pia inatupatia nguvu nyingi. Tunakushukuru ndugu. Ulisema nani tena? Kanyole. Ndiyo. Tunakushukuru.